Hijabu yako ni kuhifadhi nywele zako. Hijabu yako ni kuhifadhi maumbile yako. Hijabu yako ni kuhakikisha ya kwamba mimi ninachokivaa mimi kinanifaa na sio ati navaa kitu ambacho najua na attract wanaume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni sana katika chaneli yangu ya Mwangaza wa Maisha. Na katika channel hii nitakuwa hasa naongea kuhusiana na wanawake, pia nikigusia wanaume upande mwingine, kuhusiana na ushauri katika maisha, katika masuala mbalimbali. Tukiangalia kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuendelea na tunapaswa kuweza kuyafahamu, na hii ndo sababu ya mimi kuweza kuunda hii channel yangu. Nilikuwa nangoja ifike sehemu fulani ili niweze kuanza kupost content zangu na kuikuza polepole na tukuzane sisi kama jamii. Katika channel hii pia tutaweza kuangazia kuhusiana na ahkam tofauti, ahkam za wanawake, kuhusiana na hedhi, kuhusiana na nifasi, kuhusiana na eda, ambazo naamini wanawake wengi tuko nyuma, especially tukitaka kuangazia kuhusiana na elimu, kuhusiana na maisha ya hapa na pale, kuhusiana na kusoma. Wanawake wengi tumefeli na hatutaki kusoma. Na leo hasa nilikuwa nataka kugusia kuhusiana na jinsi wanawake tunavyofaa kuweka hadhi yetu. Hadhi yako kama mwanamke ni muhimu sana, haswa katika jamii ya saa hii. Kuilinda hadhi yako inamaanisha kujua mipaka yako, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujua ni kipi ambacho unafaa kupaswa kufanya haswa katika nyakati ambayo ni sahihi. Sisi kama wanawake kuna maumbile ambayo Allah ameweza kutupa. Hivyo basi inatupasa sisi kuweza kuelewa zaidi undani wetu, kujielewa sisi wenyewe. Na tutakapoelewa sisi wanawake ni watu wa aina gani, basi naamini kiupande mwingine tutakuwa tumefanikiwa na tunafikia malengo yetu. Mojawapo ni kwamba ni jinsi gani tutaweza kuweka mipaka sisi kama wanawake. Wanawake kuna vitu tunafaa kuweza kuelewa. Mipaka ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yako. Kujiwekea mipaka, kuweka mipaka katika maisha yako, mipaka katika fedha yako, mipaka katika mahusiano yako. Mahusiano ninayoongelea ni mahusiano baina ya mke na mume, sio mahusiano baina ya boyfriend na girlfriend, hapana. Hiyo sio katika malengo yetu. Malengo yetu ni kuelimishana, kuweza kujua mipaka yangu mimi kama mwanamke ni jinsi gani nitaweka mipaka yangu. Jambo la kwanza, jinsi ya kwanza ambayo utaweka mipaka yako ni kwamba unafaa kuelewa ya kwamba heshima ni kitu muhimu sana. Wewe unapojiheshimu kama mwanamke, unapojithamini kama mwanamke, hadhi yako, hijabu yako ni kila kitu kama mwanamke. Nimepitia katika TikTok, najua ni mtandao ambao unazidi kuwa haraka. TikTok ukiangalia wanawake wengi haswa wanalalamika kwamba hijab imekuwa nzito, hijab imekuwa hivi na hivi. Mimi kiuhalisia najua hijab ni jani. Na hijab pia ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametuambia tujihifadhi. Kujihifadhi kwako mwanamke kuna kuwa na hadhi kubwa sana. Mimi hili jambo la kwamba tunaweka kwamba sisi kama wanawake si lazima kuvaa hijab nini na nini. Mimi to me it's wajibu wewe kuvaa hijab. Inakukinga na masuala mengi sana. Huo ni mpaka wa kwanza unafaa kufahamu. Hijab yako ni mipaka, inakuweka mbali sana. Kuna watu utakuta inaweka ile mipaka, wewe na wao mnakuwa watu wengine tofauti. Hamui watu ambao ni the same. Sawa, tunaelewana? Unapoweka mpaka kwamba kujiheshimu inaanza na hijabu yako. Hijabu yako ni nini? Hijabu yako ni kuhifadhi nywele zako. Hijabu yako ni kuhifadhi maumbile yako. Hijabu yako ni kuhakikisha ya kwamba mimi ninachokivaa mimi kinanifaa na sio ati navaa kitu ambacho najua na attract wanaume. Hiyo ni mipaka unafaa kujiwekea katika maisha. La sivyo, wengi wetu tunajikuta katika njia ambayo ni pamba. Ndio sikatai, wanaume mna jukumu la kushusha macho yenu chini, kwa sababu ni kitu ambacho mmeambiwa. Mwanamume mwema ni mwanamume ambaye ako na haya. Haya ni kitu kizuri, haya ni part of the iman. Unapokuwa na haya wewe kama mwanamume, inakupa ile natija katika maisha yako. Kuna vitu utacontrol katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo pia utaweza kuviregulate katika maisha yako. Watu wengi tumekosa ule ukosefu wa kutojua kwamba kuna vitu lazima tuweze kuviangalia, kuna vitu lazima tuweze kuvijua, kuna vitu lazima tuweze kuvifahamu, haswa upande wa wanawake na upande wa wanaume. Tunaelewana? Wewe kama mwanamke, wewe kama mwanamume, ni jukumu lako kuweza kufahamu ya kwamba heshima na mipaka ni lazima uiweke.
Mpaka ni muhimu sana katika maisha ya mwanamke. Kitu cha pili, wewe kama mwanamke unafaa kuifahamu hadhi yako. Unafaa kujua what is your value. Unafaa kuangalia, mimi value yangu kama mwanamke ni ile kwamba mwanamume hanishiki pasi na ruhusa yangu. Shakuta, mimi na make decision zangu kivyangu. Decision making is very important kwa wanawake. Wanawake tujue kwamba kuna hadhi yako unafaa kuijua. Mtu asikushushe hadhi yako. Especially kuna ile kwamba wanaume wanakuja wanakuambia, nimedate wanawake kadhaa wa kadha, na wewe labda uko pati yao, yeye amedate pia wewe jamani. Ushakuta ni kitu ambacho kina kushusha hadhi. Unakuta kuna wanaume wanaenda na kusimanga kwa wanaume wenzao. Sawa? So inakuwa ni kitu ambacho wewe kama wewe unafaa kukaa chini kujiuliza, mimi hadhi yangu ni gani? Ndio pale nilipoambia mipaka ni kwamba mipaka inalingana na hadhi pia. Ukijiwekea mipaka, ile hadhi lazima itakuwa. Sawa? Kitu kingine kama wanawake tujifunze ya kwamba jisome. Learn about yourself. Learn about who you are. Unapojifahamu wewe ni nani, itakuwa rahisi sana kuweza kujua mimi nitachukua kiwango gani, nitakuwa katika njia gani. Hiyo itakupa urahisi sana. Wengi wetu hatujifahamu, na kama hatujifahamu utakuta watu wengi wanatujezea akili, watu wengi hawajui hadhi yetu, watu wengi wanatudharau, na kama kuna kitu mimi nachukia katika maisha yangu haifa, basi nachukia dharau. Mimi kama mwanamke nafaa kuwa imara, nafaa kujiweka imara, kujiweka katika nembo ambayo najua maisha yangu mimi ni kila kitu kwangu. Hadhi yangu ni kila kitu. Sawa? Sio lazima mtu mwingine ani appreciate. I have to appreciate myself. Knowing yourself ni kuji-appreciate. Kuna mtu alisema ya kwamba unapokaa katika kioo, unapokiangalia kile kioo, jiulize maswali. What is your value? Unafaa uangalie kile kioo kama it's you talking to yourself. Unajiambia, unajiongelesha, na unapojiongelesha higher chances ni kwamba utaweza kujifahamu wewe ni nani. Lakini watu wengi tumekataa, hatujifahamu sisi ni kina nani. Na kama wewe haujifahamu, basi inakuwa ngumu sana kuweza kuelewa mantiki. Kitu kingine, wewe unapokuwa kama ni dada mkubwa nyumbani, sawa? Na uko na dada mdogo, utamfunza jinsi ya kuwa yule mtoto na atasoma kupitia wewe. Usiseme kwamba yako na maisha yake ya kutafuta na mimi niko na maisha yangu ya kutafuta. Tunafaa tuangalie kiuhalisia wa maisha. Mimi namfunza nini mtu mwingine? Mimi najiweka vipi mimi najitunza vipi katika maisha yangu? Wewe mwanamke uko na mkono wako, uko na kila kitu kwa maisha yako. Ima ujiangushe, ima ujikuze. It takes mwanamke mwenye ako na akili ndo ataweza kufahamu yale ambayo ninayasema. Kwa mwanamke ambaye labda namuonea, unisamehe. Hapo itakuwa kila mtu na mawazo yake. Mimi nina mawazo yangu, wewe una mawazo yako, na mimi siwezi kamwe kuhitilafiana na wewe kuhusiana vile unavyofikiria. Lakini nikumbushe tu kwamba wewe kama mwanamke unafaa kujifahamu, unafaa kujua hadhi yako, unafaa kuweka mipaka yako. Maisha haya ya sasa yanahitajia sana uwepo wako uwe mbele, yanahitajia sana wewe ujiweke katika hali ambayo kwamba wewe hata kama watu hawataona thamani yako, lakini unaona thamani yako. Naamini wengi wa wanawake tunakosa ile kwamba tunatafuta upendo kwa mtu mwingine. Na hili pia nitapenda sana kukosoa wazazi. Wazazi kwa hili mtakuwa mnafeli upande mwingine. Muonyeshe yule mtoto wako wa kike mapenzi, kuwa karibu na yeye. Hatotaka ama hatotarajia kwenda kutafuta mapenzi kwa mtu mwingine. Hali ni kwamba atapoenda kuitafuta ni kwamba yale mapenzi ambayo anaenda kuyapata kule ni yale ambayo hauwezi mpa wewe kama mzazi. Mfanye yule mtoto ajihisi kwamba yeye ni malkia pale nyumbani. Usimkoseshe raha, fanye ahisi furaha, ahisi kwamba mimi nina mzazi, na kama nina mzazi kila kitu kinakuwa kiko bomba. Sasa mimi ningependa kuwahusia wanawake wenzangu kwamba hivyo vitu vitatu nilivyovitaja, mipaka yako, hadhi yako ni muhimu sana, na kujifahamu. Hivi vitu vitatu, najua ni mambo mengi, tutazidi kuweza kuongelea tutakapokutana tena katika episode nyingine.
na ujue hapa ndo tumeanza safari yetu kuweza kufahamu masuala mengi kuhusiana na maisha, binadamu, watoto, hapa na pale, ahkam za dini, kuweza kufahamishana kuhusiana na eda, kuhusiana na hedhi, kuhusiana na masuala mengi ambayo yanatuhusu wanawake, pia yanahusu wanaume kiupande mwingine. Na mimi niwaambie tu fi amanillah, tukutane tena kipindi kijacho.